Historia ya vita na mgogoro wa Iran na Marekani ni historia ya muda mrefu sana, kutoka enzi za mfalme hadi mapambano ya hii leo. Enzi za mfalme na mwanzo wa ushawishi wa Marekani. Historia ya mgogoro kati ya Iran na Marekani inaanza hata kabla ya mapinduzi ya Kiislamu. Wakati wa utawala wa Mohammad Reza Shah Pahlavi, Iran ilikuwa mshirika mkubwa sana wa Marekani Mashariki ya Kati. Shah alipanda madarakani kwa msaada wa Marekani na Uingereza mnamo mwaka 1953 baada ya mapinduzi yaliyomwondoa waziri mkuu aliyekuwa anataka kutaifisha mafuta ya Iran. Katika kipindi chake, Iran ilionekana kuwa nchi ya kisasa yenye jeshi lenye nguvu na mahusiano mazuri na Magharibi, lakini ndani ya nchi kulikuwa na hasira za wananchi wengi sana. Waliona Shah kama kiongozi wa mabavu anayelindwa na Marekani, na hizi ndizo sababu kadhaa za mgogoro na vita baridi ya Marekani na Iran. Namba moja ni mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Ndiyo yalikuwa mwanzo rasmi wa uadui wa Marekani na Iran. Wananchi walioongozwa na mwanazuoni wa dini Ayatollah Ruhollah Khomeini kufanya mapinduzi na kumwondoa Shah. Serikali mpya ya Kiislamu ilitangaza wazi kuwa Marekani ni adui mkubwa kuanzia muda huo. Baadaye mwaka huo, wanafunzi waliovamia ubalozi wa Marekani wa Tehran waliwashikilia mateka wa Marekani 52 kwa takribani siku 444. Tukio hilo lilivunja kabisa diplomasia kati ya nchi hizi mbili. Marekani ikaweka vikwazo vya kiuchumi na hadi leo havijaisha kabisa. Huu ndio ulikuwa mwanzo wa vita baridi kati ya Iran na Marekani. Mwaka 1980, Iraq chini ya Saddam Hussein ilishambulia Iran. Vita hii ilidumu kwa muda wa miaka 8. Marekani, kwa hofu ya kuenea kwa mapinduzi ya Kiislamu, ilisaidia Iraq kwa njia zisizo za moja kwa moja. Hapo ndipo ushindani wa wazi wa kijeshi ulianza kuonekana. Marekani iliunda maslahi yake ya mafuta katika Ghuba ya Uajemi, huku Iran ikiona Marekani kama mpinzani mkubwa wa kimkakati. Sababu ya pili, uongozi wa Khamenei na kuimarika kwa msimamo mkali. Baada ya kifo cha Khomeini mwaka 1989, Ali Khamenei akawa kiongozi mkuu wa Iran. Chini yake, sera dhidi ya Marekani zilikuwa kali zaidi. Irani iliimarisha vikundi washirika kama Hezbollah pamoja na Hamas, lakini pia waliimarisha makundi ya wanamigambo wa Iraq na Syria. Kwa upande wa Marekani, iliimarisha ushirikiano wake na Israeli na nchi za Kiarabu kama Saudi Arabia na Falme za Kiarabu, na mgogoro ukawa wa pande mbili zisizoaminiana kabisa. Sababu ya tatu ni mgogoro wa nyuklia. Dunia yaanza kuogopa vita kubwa. Irani ilianza kuendeleza mpango wa nyuklia. Marekani na washirika wake waliamini Irani inataka kutengeneza mabomu ya nyuklia. Irani ilisema ni kwa ajili ya nishati tu. Mwaka 2015 makubaliano yalifikiwa, lakini mwaka 2018 rais wa Marekani Donald Trump alijiondoa kwenye makubaliano hayo na kurejesha vikwazo vikubwa vya kiuchumi. Hii iliongeza presha ya kijeshi na kiuchumi. Sababu ya nne ni mauaji ya jenerali na hatari ya vita ya moja kwa moja. Mwaka 2020, Marekani ilimuua jenerali Qasem Soleimani nchini Iraq na shambulio la drone. Iran ilijibu kwa kurusha makombora kwenye kambi za Marekani Iraq. Dunia ilisimama kwa hofu. Je, vita kamili ingeanza? Lakini pande zote ziliepuka kuingia kwenye mapigano ya moja kwa moja na ya muda mrefu. Pande kuu mbili na washirika wake. Upande wa Iran ilikuwa ni serikali ya Iran, IRGC, yani jeshi la mapinduzi, Hezbollah, Hamas, baadhi ya makundi ya wanamigambo wa Iraq na Syria, msaada wa kidiplomasia kutoka Urusi na China. Pia kwa upande wa Marekani ilikuwa ni serikali ya Marekani, Israel, Saudi Arabia, NATO, baadhi ya nchi za Ghuba. Chanzo kikuu cha mgogoro, kuondolewa kwa Shah aliyekuwa mshirika wa Marekani. Na kwa upande wa Marekani ilikuwa ni serikali ya Marekani, Israel, Saudi Arabia, NATO kwa baadhi ya masuala tu, na baadhi ya nchi za Ghuba. Itikadi ya Kiislamu, kupinga ushawishi wa Magharibi, maslahi ya mafuta Mashariki ya Kati, ulinzi wa Israeli na mpango wa nyuklia ya Iran. Mapinduzi, vita ya kikanda
hadi mashindano ya nyuklia na mashambulizi ya kijeshi yasiyo ya moja kwa moja. Ni vita ya maslahi, itikadi na nguvu ya kimataifa. Hadi leo dunia inaendelea kushuhudia mvutano huu ukiathiri bei za mafuta, usalama wa Mashariki ya Kati na siasa za dunia. A large number of US and Israeli military targets in the region after their supreme leader was killed